Aya. Leta hiyo microphone. Aya. Basi familia ya mjomba wangu Henry Ongoma ikiongozwa na Emeritus Governor wetu Wycliffe Ambetsa Oparanya, Baba Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, governors wetu wale wako hapa wakiongozwa na ndugu yangu Fernandez Baraza, ndugu zetu wajumbe ambao wako hapa wakiongozwa na ndugu yangu mjumbe Tindi Mwale, kanisa letu likiongozwa na rafiki yangu Reverend Akali, Wagota Mlembe, Wamfiala Mlembe. Basi mimi nachukua fursa hii jameni kusema pole sana kwa familia ya mjomba wangu Henry Ongoma. Na mimi nimesimama hapa, huyu ambaye amelala hapa ni mjomba wangu, Oparanya ni mjomba wangu, lana ziende Bukota. Nimekuja hapa pia vile vile kupeana pole zangu pamoja na za familia yangu, kusema pole katika familia hii. Na mimi nataka niseme jameni, mjomba yangu Ongoma amewacha cousins wangu hapa na mama zangu hapa. Mimi nataka niseme ya kwamba sisi tulimpenda mzee Ongoma, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi yetu sisi. Yetu ni kumwomba tu Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pala pema pake. Na hata hivyo, unajua mimi nilikuwa nimeenda half time kwa hii mambo ya siasa, lakini watu wanaitwa Gen Z. Nyinyi ni wale wasee, yani nimewainamishia. Nyinyi ni wa deadly. Yani hati leo tunaongea hapa, unajua watu wengi wamekuwa kisema ya kwamba ati power is transient. But today I want to tell you good people, power is illusion. Where you think you have power when you doesn't have power. Yani leo ati waziri aliamuka na bendera inapiga anajua kuna power. Lakini jioni Gen Z amemfuta. Ati leo tunaongea hapa, Gen Z amefuta Inspector General wa polisi wa Kenya. Nyinyi ni wa deadly. Nataka niseme hivi jameni. Tumesikia hapa Reverend Akali akituambia kwamba viongozi wanachaguliwa na wanafika kule wanasahau wananchi. Na ile Reverend alikuwa anasema hapa, mimi nataka niwaambie leo, mimi ni Muislamu lakini nimekula Biblia sawa sawa. Ukisoma Romans 13:1, andiko linasema tuwaheshimuni wale walioko mamlakani, kwa sababu hayo mamlaka walipewa naye Mwenyezi Mungu. Na ukiwadharau ama wadhalilishe, unadhalilisha Mwenyezi Mungu ambaye aliwapatia hayo mamlaka. Lakini naye vile vile ukisoma Romans 13:1-2, andiko linasema na wewe kiongozi ulioko mamlakani, na wewe utende haki kwa wale ambao unaongoza. Usipowatendea haki, naye pia vile vile utaadhibiwa pahali pakubwa sana na Mwenyezi Mungu kushinda yule ambaye angekudharau ukiwa mamlakani. Na hiyo ndio Reverend wetu Akali alikuwa anasema hapa. Nataka niseme hapa jameni, nchi yetu iko mahali pabaya. Na mimi nimetembea katika Afrika. I understand what it entails with a country being in war. Good people. Baba Raila Amolo Odinga, I want to thank you. Wewe, you have demonstrated that indeed you have this country at heart. Umefika mahali umesema pana, tukiendelea hivi tutaingiza nchi hii kwa mtaro. Vijana wetu ambao ni Gen Z, viongozi wote katika taifa la Kenya
wale wanafikiria ya kwamba wamehuzunika vile nchi inaendeshwa, watu waketi tuzungumze, tujue shida iko wapi katika taifa letu la Kenya. Baba, I want to thank you for that. Mwisho kabisa, nataka niseme hapa, abana befu, abaluya. Governor Wihara no Emeritus, he is my uncle. Mimi nilikuwa na yeye nikaenda nikamuuliza, mjomba, how do you see life after now umetoka kwa county government as the county boss? The things that he told me, leaders who are here, look for him. At least mtapata maneno hapo mjue what life is all about. The things that my uncle told me. Today as we speak, huyu mjomba wangu anafuatwa na EACC. Huyu mjomba wangu amekuwa mbunge katika constituency hii. Amekuwa waziri, amekuwa governor, amekuwa COG chairman. Hakuwahi pelekwa pahali popote kwa madai ya EACC. Lakini leo ati yeye anastakiwa. Mimi wakati huyu mjomba wangu watu walijaribu kumsumbua, I am the only government official and is here atawaambia who made a call to the EACC. Nikasema hiyo siasa mmeanza kucheza na mjomba wangu hatutakubali. Na baadaye I'm the only government official who sat down the president. Nikamwambia, Your Excellency, hii mambo inafanyika kwa Oparanya, kama ni siasa tafadhali ingilia, hatutaki kuona mjomba wetu akisumbukana. Na mimi nataka niseme hapa, mjomba wangu huyu mwenyewe anajua ni wakina nani walibeba files wakapeleka kwa EACC yeye kustakiwa. Na wale walipeleka files EACC, wengine yeye aliwasaidia mpaka wakapata viti katika kaunti hii ya Kakamega. Na mimi nataka niseme leo, ndugu zangu, the 35th president of the United States, one John F. Kennedy, and said, forgive your enemies, but never forget their names. My brother, my uncle Paranya, you know your enemies. Forgive them, but never forget their names. Kwa hivyo, mimi sitaki kunena kuzidi hapo. Baba, sisi kwa dialogue tuko na wewe. Hawa majensi walifanya mpaka mjumbe yangu Johnson Naika akasema ati alikuwa amekula ugali na rech. Ati wakati speaker anaita yeye akaitika na akakuwa amepiga kura. Majensi, nyinyi ni wale wasee na mimi nawaheshimu. Mungu awabariki sana jameni.